Mungu mkuu wa Israeli. For the Bible says that he will love the one he want to love. Manake andiko inasema atawapenda wale ambaye anataka kuwapenda. And he will despise the ones he want to despise. Na atawawacha wale ambaye anataka kuwawacha. So it means that as for us, we have been loved by Jehovah God of Israel. Sasa yamaanisha kwetu sisi tumekwisha pendwa na Mungu mkuu wa Israeli. Once we were not worthy of the grace of the living God. Wakati mmoja tukustahili kwa neema ya Mungu aishie. But after the death of Christ Jesus, the window of restoration, the window of grace was opened unto us. Lakini baada ya kifo cha Yesu Kristo, lile dirisha la utakaso na dirisha la neema lilifunguliwa kwetu. So that even we as Gentiles, we can enter into the kingdom of Jehovah God of Israel. Ili hata sisi Wayunani tukaweze kurithi ufalme wa mbingu wa Mungu mkuu wa Israeli. I bless the name of the Lord for the word that has been taught. Nalibariki neno la Mungu kwa lile nalibariki jina la Mungu kwa lile neno ambalo lilishafundishwa hapa. About two people that went to the temple of Jehovah God to offer prayers. Kuhusu wawili ambao walienda hekaluni mwa Mungu ili wakaweze kufanya maombi. The Bible says that one of them was a Pharisee. Andiko linasema ya kuwa mmoja wao alikuwa Mfarisayo. And one of them was a tax collector. Na mmoja wao alikuwa yule wa kutoza ushuru. And you know, or we know very well that those who were collecting tax in Israel at that time. Unajua ama tunajua ya kuwa wale ambao walikuwa wakitoza ushuru katika Israeli kwa wakati huo, they were considered outcasts. Walikuwa wanaonwa kama watu ambaye wamelaaniwa. Those who are not worthy in the eyes of the Lord. Wale ambao hawastahili katika machoni pa Mungu. People were considering them worse sinners than the others. Watu waliwaona wenye dhambi zaidi ya wengine. So when this person came into the house of the Lord to offer prayers, sasa wakati mtu huyu alikuja katika nyumbani mwa Mungu ili akatoe maombi, he knew very well in his heart that he is not a worthy person in the eyes of the Lord. Alijua vizuri katika moyo wake ya kuwa yeye sio mtu ambaye anastahili mbele zake Mungu. Because he was collecting tax. Sababu alikuwa akitoza ushuru. But a Pharisee thought that he was somebody who is trustworthy before the Lord. Lakini yule Mfarisayo akadhani ya kuwa yeye ni mtu ambaye anastahili mbele zake Mungu. Why? Because he was giving a tithe from the income. Kwa nini? Sababu alikuwa akitoa fungu la 10 kutoka kwa zile ambazo alipata. And he was fasting twice every week. Na pia alikuwa akifunga chakula mara 2 kila wiki. I want you to know something even as we proceed. Nataka ukaweze kujua kitu hata kama tuendelea. That even the devil in that kingdom of darkness, they are fasting. Ya kuwa hata shetani katika pale ufalme wa giza pia wanafunga chakula. And even they are giving tithes and offerings. Hata hao pia wanatoa matoleo pamoja na fungu la 10. So you cannot come in the house of the Lord and then you brag about the things you are doing in the house. Sasa huwezi kuja nyumbani mwa Mungu alafu kaweze kujinua kwa vile vitu ambavyo unavitenda nyumbani. There is something that is needed that the Lord requires of you. Kunalo kitu ambalo Mungu anahitaji kutoka kwako. The Lord desires a contrite heart and a broken spirit. Mungu anataka ule moyo safi, tena ule ambao umebondeka. The Lord requires the heart of repentance. Mungu anataka lile moyo wa kutubu, wa toba. The heart that when the word of God is being preached, lile moyo ambayo kama neno la Mungu linahubiriwa, you give heed to the word of the Lord and then you take it to heart. Unaingiza kwa ulimi, tena unaichukua kwenye moyo neno la Mungu hili. Hallelujah. Hallelujah. So the word of God can be able to change you and to change your lifestyle. Sasa neno la Mungu liko na uwezo wa kukubadilisha na kubadilisha mtindo yako ya maisha. And when the tax collector
entered into the house, Na wakati mtoza ushuru aliingia pale nyumbani, the Bible says that he fell down. ndiko linasema alienda chini. He did not dare even to lift his eyes up. Hakudhubutu hata kuinua macho kule juu. And he cried unto the Lord. Naye akamlilia Bwana. And he said unto the Lord, have mercy on me. Akasema ukaweze kunirehemu. Remember David in the book of Psalms chapter 51. Mkumbuke Daudi pale katika kitabu ya Zaburi 51. When David had fell in sin with Bathsheba, the wife of Uriah. Wakati Daudi alianguka kwenye dhambi na Bathsheba mkewe Uriah. David came before the Lord and he asked the Lord to have mercy upon him. Daudi akaja mbele zake Bwana akamwomba Bwana ili aweze kuwa na neema mbele kwake. And to wipe away every iniquity. Na kufuta kila aina ya dhambi. And to renew a new heart unto him. Na kumuumbia moyo mpya. And he asked the Lord not to take away the Holy Spirit. Na tena akaomba Bwana asitoe roho kutoka kwake. Some of us, we are falling into sin. Wengine wetu tumeanguka kwenye dhambi. Some are falling intentionally. Wengine wanaanguka kimaksudi. Some are falling ignorantly. Wengine wanaanguka tu wasiojua. But they don't ask the Lord not to take out the Holy Spirit from them. Lakini hawaombi Mungu asitoe roho kwao. Hallelujah. Hallelujah. Sasa umejua hata Mungu, kwa hiyo hata Mungu akikupata kama umeanguka anatoa ile roho. Sababu umeanguka na wewe ni mtu mwenye kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Tena wewe kitu ambacho unataka kila siku ni kuwa ukue yule ambaye amejulikana. Unajua kuna wengine ambao wakati wanatenda kitu kata kobile na moto ni kubila kanisa ngeni obiro ngaena. Hata kama amekuja kwenye maombi inafaa kanisa ijue ya kuwa alikuja kwenye maombi. Ukone kubila kanisa ukombi ngeni na. Haifai kanisa isijue ya kuwa hakukuja kanisa maombi. Kibana ilichuma duoma kanisa temoga. Sababu hilo ndilo dhambi kubwa ambayo kanisa utenda. Kosomi ugana bilo ngaena mono. Kutojua ya kuwa mimi nimekuja kwa maombi. Upaki. Amen. Kulmane mimi kawa la moto kwa dongo. Because unapata tunaomba lakini hatukui. Kiche wale mudugeni awabili. Sababu tunataka ijulikane ya kuwa tulikuja. Yomoko ni tiema kitakokelo chiwo. Wengine kuna hata wakileta matoleo. Wale kanisa ngelo kinotana chiwo. Na inafaa kanisa ijue ya kuwa hiyo ni mimi nilitoa. Maka kanisa ngongelo tomano nilichuma tu. Palo kama kanisa haijajua na hiyo ni dhambi kuu. Yale kama kanisa kunyana ni organize bit mara tana kanisa. Ni aje kanisa iwezi kutambua uwepo wangu na nilikuwa kanisani. Kama mimi ukauona uko paki yodende, ukauona alima dendo mameti ya moloyo. That's you madendo kupaka yodende. Kwa nini leo hawakusifu wana ibada na mimi ndo niliabudu leo vizuri? Kupaki Yesu. Amen. Kauona alima paki ya moloyo bakaji pako. Kama mimi ukauona uko paki yodende. Mimi ndo nilisifu vizuri kuliko watu wenye wao wanasifu. Kwa nini hawakusifiwa wenye sifa? Aido kido kai tuolo machala kama ndo kulo idu kipin. Unapata kwa nafasi kama hiyo unarejeshwa chini. Bikijitunduduto manakaka ya wale wa ose wajoni kaino malo tonga malo kido duto ili tega pin. Na jinsi vile ndugu wetu alikwisha sema ya kuwa kama uko juu yule aliye juu kila mara yeye ungojewa chini. Tonga malo pin ndo kodi chance mara be malo. Na aliye chini ako na nafasi ya kwenda juu. Upaki Yesu. Yesu asifiwe. Etulo mwana mangato ni pin. Sasa kwa nafasi yoyote ambaye mtu wako chini. Ndio kijidu ndo mali pin mara tinyo malo. Na sio watu wote ambao wako chini watainuliwa. Nitie jamani pin mali kodi ndo wale muduti malo. Naye wale ambao wako chini wanaye mapenzi ya kuinuliwa. Ai nitie jamani pin mao kodi muduti malo. Ngenya lutingile malo kendele. Naye wale ambao wako chini ambao hawana haja kuinuliwa wanaweza jiinua peke yao. Upaki Yesu. Amen. Uruja sasa usuru ndio wakore pin mondo bio tinge malo. Uzaji usuru akajirudisha chini ili akaweze kuinuliwa. Nyasaye mundu wiliko mwachiro. Mungu akubariki katika neno hilo. Today I would like to talk about the power of the Holy Spirit. Leo hii ningependa kunena juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Last week we learned about the discipleship. Wiki iliyopita tulisoma kuhusu kuwa mwanafunzi.
Amen. Amen. And we found out that all of us are disciples in the house of the Lord. Tukapata ya kuwa sisi wote ni wanafunzi katika nyumba ya Mungu. And we are delegated to reveal Christ to the world. Na tumepewa kazi ya kuonyeshana Kristo kwenye ulimwengu. Hallelujah. Amen. And we found out that we are the light. Na tukagundua ya kuwa sisi ndiye mwangaza of the world. ya ulimwengu. Let us go to the book of Joel. Wacha tukaende katika kitabu ya Yoeli. I want us to learn about the power or the gift of the Holy Spirit. Nataka tukaweze kuzungumza kuhusu nguvu ama lile vipawa vya Roho Mtakatifu. I will teach it according to the control of the Holy Spirit. I may not preach. Nitalifunza kulingana na lile mwongozo wa Roho Mtakatifu, pengine sitahubiri. It is not a must that we shout so that you be delivered. Sio lazima tupige kelele ndio ukaweze kukombolewa. Hallelujah. Hallelujah. You can be delivered even if we don't shout. Unaweza kukombolewa hata kama hatujapiga kelele. It depends on how you believe. Inalingana na jinsi vile unaamini. Your belief will determine whether you will be delivered or not. Kuamini kwako itaonyesha kama utakombolewa ama sio. It doesn't depend on preaching or teaching the word of God. Haiegemei kwa kufunza ama kuhubiri neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The book of Joel chapter 2 verse 28. Mlango ni wa Yoeli. Kitabu ni wa Yoeli, mlango ni wa 2 mstari wa 20. If you are there, say amen. Kama uko hapo sema amen. The Bible says in English, I'm going to read it bit by bit and then brother will translate it in Luo language. Amen. Then after doing all these things, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. Na bang'e na olro mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, bende jou madongo nolek lek, kendo jou matindo none fweny. 29. In those days I will pour out my spirit, even on servants, men and women alike. Ndalogo ema naorie Roho mara kata kuom jotich machuo gi mon. Kata kuom jotich machuo gi mamon. Hallelujah. We see here that the Lord is talking about the power or the gift of the Holy Spirit. Waneno ka Nyasaye wuoyo kuom teko kata kipawa mar Roho Maler. And the gift of the Holy Spirit was promised by the Father. Mich mar Roho Maler ne osesingi kod Wuoro. Because the Lord God of Israel knew very well that at one point he will take Jesus away. Nikech Nyasaye maduong' mar Israel nong'e ni chieng' moro nogol Yesu. And after he has taken Jesus away from the world, Ka osekawo Yesu ae piny, there will be a greater need in the church biro betie dwaro maduong' ei kanisa for the revelation of what Jesus has just done on the cross at Calvary. mar fwenyruok mar gino endo ma Yesu osetimo e Kalvari. Unajua sisi tunaamini Kristo Yesu, Ing'eyo ni wan wayie kuom Kristo Yesu, lakini pengine hatungeweza kujua ni nini Yesu alifanya pale msalabani Kalvari. samoro gini ok wang'eyo gino mane Yesu otimo e msalaba Kalvari. Sasa Biblia inasema ya kwamba Mungu aliahidi kuleta nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndiko wacho ni Nyasaye nosingo kelo teko mar Roho Maler. Na Roho Mtakatifu alikuwa akuje baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kunyakuliwa. Roho Maler ni onego bi ka Yesu Kristo osedhi malo e polo. Kwa maana hangeweza kuja kama bado Yesu alikuwa hangalipo ulimwenguni. Ok ne donyal biyo kapod Nyasaye Yesu pod ni e piny ka. Kwa maana kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo kukuja, Nikech kapod Ruodhwa Yesu Kristo pok obiro, watu watatu peke yao ndio walikuwa wanaweza kukuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. ji adek kende ema ne inyalo bet kod teko mar Roho Maler. The high priest and the prophet and the anointed king.
jadolo maduong', janabi kod ruoth mowir. Hawa ndio watu pekee Israeli ndio wangeweza kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Magi kende edi manene Israel manene lobet kod Roho Maler. Sasa Mungu alijua kutakuwa na hitaji kuu ya ufunuo kwa kile jambo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya pale Kalvari. Nyasaye nong'eyo ni biro bete dwaro maduong' mar fwenyruok mar gino mane Yesu timo Kalvari. Ndio maana unapata Biblia inasema ya kwamba baada ya kufanya hizi vitu zote nitaleta nguvu ya Roho Mtakatifu. Alipokuwa ananena juu ya kuleta nguvu ya Roho Mtakatifu, akasema nitamwaga Roho juu ya kila mmoja. Hajasema nitaleta Roho juu ya watu wengine na wengine watabaki. Alisema nitaleta Roho Mtakatifu juu ya watu wote. I will pour out my spirit upon all people. Upon your sons and daughters. And the Bible says after the coming of the Holy Spirit, your sons and daughters, they will prophesy. They cannot prophesy before they receive the power of the Holy Spirit. After all these things, I will pour out my Holy Spirit upon your sons and upon your daughters. It means that we need to dedicate our children unto the Lord, so that the Lord can be able to pour the power of the Holy Spirit upon them. Even as they are, as they are. Remember Samuel in the temple. Eli was lying in another room. And Samuel was in the inner court. In the most holy place. And Samuel was still young. And the God of Israel had never yet revealed himself to Samuel. But because Samuel was in the temple, as young as Samuel was, the Bible says that at midnight before the lamp go out, the God of Israel called Samuel. It means that the Lord can call even our children. So we need to dedicate them unto the Lord. The Bible says, I will pour out my spirit upon your sons and upon your daughters, and they will prophesy. Hallelujah. I will pour out my spirit upon them, and they will prophesy. Hallelujah. Hallelujah. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit will make old men to dream dreams. Why is it that old men are dreaming dreams? Because they are old, they cannot run with vision. Hallelujah. They just dream dreams. Hallelujah. Amen. And the young men, they will see vision because they are able to carry the vision to the four corners of the world. Somebody who cannot run with a vision cannot be given a vision. Only somebody who is able to run with a vision can be given a vision. So, if we read the Bible, we find out that only young men can be a vision carriers.
jotim fwenyruok. Because they are visionaries. Nikech gin jofwenyruok. You know, we have a missionary Ing'eyo ni wan kod ja-mission and we have a visionary. to wan kod jafwenyruok. Hallelujah. Amen. You cannot go to a mission without a vision. Ok inyal dhi e migawo kionge fweny. Somebody who is going to a mission without a vision Ng'at madhi e migawo kaonge fweny is being controlled by the devil, and this man is a liar. itaye kod achien to jalni en miriambo. This man is an imposter. He's just pretending to be apostle. Ng'ani en ng'ama timore jaote. Because he is going to a mission without a vision. Nikech odhi e migawo koonge fweny. The Bible says that the young men will see visions. Ndiko wacho ni jaotu matindo biro neno fwenyruok. And when somebody sees a vision, Seche ma ng'ato neno fweny, he must carry out that vision to the four corners of the world. nyaka otim fwenyno e konde ang'wen mag piny. The world must know about the vision that the man has just seen. Piny nyaka ng'e kuom fweny ma dhano oseneno. And the Bible says that after all, To ndiko wacho ni bang' mago duto te, I will pour out my spirit anaolo Roho mara upon your sons and daughters. kuom jaotu kod nyiu. It means even our sons can be prophets, Nyiso ni jaotu nyalo bedo jonabi, and our daughters can be prophetess. kata nyiwa nyalo bedo jonabi. Because the Lord is always here for them. Nikech Nyasaye ni ka nikechgi. You may say, my daughter is still young, Inyalo wacho ni nyara pod tin, or my son is still young. kata wuoda pod tin. I still want to educate them. Adwa mondo mi nyal puonjogi podi. There is nothing wrong with education, Onge gima rach kod somo, but we need to prepare them beforehand nyaka waikgi kapok so giwuok. that the Lord may be able to fill them by the Holy Mondo Spirit. mi Nyasaye obed kod nyalo mar pogogi gi Roho Maler. Somebody cannot be filled by the power of the Holy Spirit Kod teko mar Roho. if he is not available for the Holy Spirit. Ka ok en available ne Roho Maler. Hallelujah. I want you to pay specific attention for what I am talking about. Adwa ni mondo mi ibed attention. Ukwe Chikiti makini. maber, chikiti Chikiti maber. maber. Hallelujah. Amen. Somebody cannot be given a vision Ng'ato ok nyal mi fweny if he is not ready to carry the vision. ka ok oikore mar ting'o fwenyno. That's why you see some of the people, they run with the gospel. Omineno ka jomoko ringo gi Injili After 1 year, they are tired. tok higa achiel giol. Bwana hii kitu mimi siwezi. Bwana siwezi sana. Amen. What is the problem? Ang'o ma en chandruok? You are a missionary, In jamigawo but you are not a visionary. to kin jafwenyruok. Hallelujah. Amen. You need to run with a vision. Onego bed ni iwuotho kod fweny. Don't just be a missionary. We bedo jamigawo. The most important thing that you need for a mission is a vision. Gino malich midwaro e migawo en fweny. Hallelujah. If you have any time the vision is given unto you, Seche duto ma fweny chiw ne in, you will run with that vision, to ibiro ringo kod fwenyruogno. and the Lord will come behind you to accomplish the mission. Ai, Nyasaye biro biro e toki mondo mi ochop Because kare. only the Lord accomplishes the mission. Nikech Nyasaye kende ema timo chopo kare fweny. You yourself, you cannot accomplish the mission. In ok inyal chopo kare fwenyruok. Only the Lord, who is the founder of the mission, can accomplish that mission. Mak mana Nyasaye ma en e chakruok mar fwenyruokno ema nyalo chope So kare. you cannot go to a mission without vision. Ok inyal dhi e migawo kionge So fweny. before we become missionaries, To mi mondo mi wabed jomigawo, let us forget about titles. we mondo mi wawil kod title. As for me, I don't need a title. Kaka kuom an ok adwar nying. Even if you call me a pastor or evangelist or a teacher, Kata kiluonga ni pastor, evangelist kata japuonj. that will be just enough for me. Mano roma. I don't need a title. Ok adwar title. Hallelujah. Amen. Because you will run with the title of a missionary. Nikech ibiro dhi kod nying mar migawo, And that your mission does not produce a fruit. to migawo
Because you are running without vision. Nikech ibi maonge kod gimiluongo ni I will pour out my Holy Spirit. abiro olo Roho mara. And when the Lord pour out the Holy Spirit Kama Nyasaye oseolo Roho mare upon the visionary, ewi jomigawo, you will begin to see the fruits of the vision. ibiro chako neno olemo mag migawo. Because you will no longer running with the mission. Nikech ok ibi bet kiringo kod migawo, You will be running with the vision. ibiro bet kiringo kod fwenyo. And only vision can produce the fruit. Mana fwenyo kendo ne onyago olemo. So many people, they are preaching the gospel Oganda mang'eny nyalo injili because they had somebody preaching in the television. nikech ne giwinjo ka ng'ato yale ewi TV. So many are preaching the gospel Oganda mang'eny nyalo injili because they have had somebody preaching on radio. nikech ne giwinjo ka ng'ato yale redio. So many people, they are preaching the gospel Oganda mang'eny nyalo injili because they have seen so many people preaching the gospel and they are working miracle wonders. nikech giseneno ka oganda mang'eny nyalo injili to So timo honni. they are intending to work wonders, Mondo gitemo mondo mi ginyal timo honni. but they know how the Lord is working. To ok ging'eyo kaka Nyasaye tiyo. And this has become a problem unto us Mae osebedo sida ne wan because we are running without visions. nikech waringo ka waonge The fweny. Bible says that we pour out the Holy Biblia Spirit. wacho ni abiro olo Roho mara. And we know very well that the Holy Spirit is power. Wang'eyo maber ni Roho Maler en teko. Anytime the Spirit comes, Kinde ka kinde ma Roho biro, the Spirit is coming with power. Roho biro kod teko. Anytime the Spirit comes, Kinde duto ma Roho biro, the Spirit comes with anointing. Roho biro kod wil. Anytime the Spirit comes, Kinde duto ma Roho biro, even if you stand here kata mana kichung' kae, worshiping the Lord, kendo Nyasaye, and you have been anointed by the power of the Holy Ghost, biro kod teko mar Roho Maler. people will feel the power Dhano biro winjo teko. because the power of the Holy Spirit Nikech teko mar Roho Maler has fell upon you. oselwar kuomi. The Bible says, young ladies Ndiko wacho ni nyiri matindo, and the young sons, ae kod yawuoyi they matindo, will now begin to prophesy. biro chako koro weche. Listen to me in the church. Winja kanisa. There is somebody that we need to understand. Nitie ng'ato monego bed wawinjo. The power of the Holy Spirit is needed Teko mar Roho Maler dwarore for us to preach the gospel, mondo mi wanyal yalo injili, for us to do the work of the ministry. mondo mi wanyal timo tich mar migawo. When Jesus was doing the work of the ministry, Kinde ma Yesu ne timo tich mar migawo, Jesus depended upon the Lord. Yesu nogeno kuom He Nyasaye. did not need praise from anyone. Ok ne odewo pak kuom ng'ato He just ang'ato. wanted to keep himself with the God of Israel. Mondo ginyal bet kod Nyasaye mar Israel. Hallelujah. Anytime Seche duto you are filled by the Holy Spirit, mopong'i kod teko mar Roho Maler, you will dream dreams. inulek lek. But not any dream you dream comes from the Lord. Ok nilek duto te mileko wuok kuom Nyasaye. Hallelujah. Amen. So make sure you don't confuse us. Mondo tem ine ni ok ichanganyisha wan. Utakuja hapa, unajua jana Ing'e ni nyoro nilikuwa ninaota nikiwa kwa maono nyaleko ka ne fweny. na kwamba tunaenda kwa harusi na harusi ilikuwa kubwa, nilikuwa tu kanisa yetu. Ne wan e arus to ne duong' to ne en mana kanisa ni. Maana unajua shida ni nini? Ing'e ni chandruok en ang'o? Wewe shida yako ni kwenda kwa harusi, kwenda kwa matanga, kwenda kwa vitu, watu wanakula, wanasherekea. Chandruogi en dhi kuonde makayo nitie. Hapo hizo ndio vitu yenye unaota usiku. Koro mago e gik mileko otieno. Alafu kwa maana umeota ukiwa na kanisa yetu, To nikech ileko ka un kod kanisa, kwa maana unatamani siku gani tutafanya harusi kanisa yetu. nikech igombo mondo chieng' mane mane watimie arus e kanisa mondo wachiemie. Sasa hizo ndio vitu utaota. Koro mago e gik mibiro leko. Alafu sasa unadhani uko kwa ndoto yenye Roho Mtakatifu ameleta. Ae tiparo ni nie lek ma Roho Maler okelo. I want to tell you something. Adwa mondo mi awachnu gimoro. Even our children can serve the Lord more than the way we serve. Kata nyithiwa nyalo tiyo ne Nyasaye moloyo kaka watiyo. Because when the Holy Spirit comes upon somebody, Nikech seche ma Roho Maler obiro e wi the ng'ato, Holy Spirit makes this person to become a vessel of the noble purposes. Roho Maler timo ng'ani bedo gi tich mogeno. Hallelujah. Amen. Because Holy Spirit can make
make you a vessel of the noble purposes in the house. The Bible says that I will pour out the Holy Spirit. And the Holy Spirit only is dedicated to reveal more of Christ to the church. You will never know more about Christ Jesus without the Holy Spirit. That is why we are always infant in the church. Always we are young, we are not mature in spirit. So many people in the church, they are not mature. If you see them even outside there, they act immaturely. What is the problem? Because they have never been infilled by the power of the Holy Spirit. We know that the Holy Spirit of the Lord is the third person in the triunity of the Lord. You go and baptize them in the name of the Father and the Son, and the third person who is the Holy Spirit. And the Holy Spirit knows the heart of the Lord. And only the Holy Spirit can search the mind of the Lord.